I want to share with us, nataka nishiriki pamoja nasi, steps to the desire and the future. 1 Chronicles 4, 9 and 10. Let's look at the word of God. It reads, Now Jabez was more honorable, underline the word honorable, than his brothers. And his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. It's an honorable man who is carrying a label. And what is the label? Pain. Kwani mama yake alikosa njina ingine ya kumuita, hata kama alisikia uchungu wa kumzaa. To end the next verse. I hope that is sinking. And then Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. The prayer of Jabez. People who cause pain are not desired by others. People who are troubleshooters is the opposite of favor. Nataka kuongea steps to the desired future. Kila moja wetu ndani yake anakuanga na desire ya kuimprove maisha yake ama kuboresha maisha yake. Kila moja anaamuka asubuhi akienda kutafuta kwa sababu anataka maisha mazuri. Na katika kutaka hii maisha mazuri, sometimes we worry about the present condition. Kama Jabezi. In Matthew chapter 6 from verse number 25. Yesu aliongea akasema, muko na msumbuko mingi kuhusu tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini, tutalala wapi. Kukaja mtu mwingine, I think a psychologist called Maslow's, na yeye akakuja na kitu inaitwa Maslow's hierarchy of needs. Akaongeza from the physical needs, akaongeza psychological needs kuwa acceptable na urafiki. Na hizo zingine mtaenda msome kwa internet. Kila moja wetu ndani yake anataka kuboresha maisha yake. Kitu number 1. Assessment of your current condition. Kuangalia uko wapi saa hii. Unaishi aje saa hii. Na kuna vitu vingine vina step out more than the others. Inakaa ndio kitu ile unafikiria. Unataka kuendelea na maisha, unarudi pale. That should form the basis of your vision. You must pay attention kwa that nagging thing which has refused to go because it is making you frustrated and miserable. For Jabez, aliassess vile Mungu anamuita na vile mama alimuita. Bwana asiwe sana. You know the word honorable can mean a lot of things. Tunaita ma MPs honorable. Member of Parliament honorables. Hallelujah. His Excellency honorable. But honorable is not just a name. It is a name that you must earn. Positionally you can carry it, but practically it is very far from you. Amen. Amen. Honorable can also mean worthy of respect. Honorable can mean embracing the truth
and walking in the truth. Nataka kuongea hii ya mwisho. Embracing the truth, walking in the truth. What is truth? Many people think they are in the truth, but they are living a lie. Let me tell you the truth I am talking about. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. And Jesus came to destroy the works of the devil in our lives. So the truth is, you are not alone in this world. The Lord looks at you and He loves you so much that He sent His Son Jesus Christ so that you can live a honorable life. Inua mkono. Sema, I thank you, God, that you made me worthy of honor by sending Jesus to deal categorically with my tormentor, the devil. So today, I decide to embrace the fact that I am blessed. So the first step, call yourself what God calls you. Just as a testimony, one time, I was in Form 3, and we had our CRE teacher. And he was teaching, the kind of CRE we were doing was very challenging. And he told us, when we reached Form 3 as a selected subject, that hii subject yake watu hawapitangi. Watu hawapitangi. In my heart, I told myself, hiyo watu hawapitangi, hiyo nitapita. And I settled down to study. And is it a distinction or a credit? Sile mnaita A- in that subject. I broke the record of the school. Why? I challenged the status. I challenged the statement. Praise the Lord. When you are assessing where you are, nataka uandike kwa kitabu yako. What is your income level? Sai. Mshahara wako ni pesa ngapi? Biashara yako inakuletea nini? What do you have? Najua kwa maombi hii ya Friday niliwaambia, it is not the amount of noise you make that will determine how effective is your prayer. It is how serious you are with this prayer. So nilikuwa ninaomba nikifanya mathematics. Amen. You must be sick enough with the level that you are operating in and challenge it. Amen. Amen. Your Christian life. You know there is that self-talk. What do you tell yourself about your Christian life? Some people have agreed with the label, I am a weak Christian. The label, siwezi kuenda maombi. The label, I can't be consistent in my Bible study. I want you to challenge that. Why can't you be? So Jabez assessed. God called him honorable. He knew the truth, the promises of God, and better life in God. And he decided, oh God, change my name. I don't want to be a troubleshooter. Don't want to live in pain. I don't want to live in lack. Praise be to God. Inua mkono, sema Bwana, nimechoka na kuishi below standard. Our first service preacher said many Christians are living below their potential, are living below standard, are living below what God could allow them and has planned for them. Hii nawafundisha haiwezi kuishia hapa. Ikiishia hapa hautabadilika.
Nataka kuambia kile utaenda ufanye. So ukienda nyumbani, assess your life, every area, ukiandika. Then ya pili, what is the promise in the word of God? Praise the Lord. Amen. Amen. How can you turn the negative into a positive? That's step number 3. Turning the negative into positive. How can you do that? Hallelujah. I've used my example. I told you that I decided to challenge. I already told you in Form 2, we had made a decision we are going to campus. So we were standing with my friend. And the CRI actually has loved the subject. So tukafanya collaboration ya kusoma. And we broke the records. Praise the Lord. Amen. So what are you going to do? How do you know what you can do? How do you know what you can do? If you are wanting to increase your income, what can you do? Tulifundishwa vizuri sana on Friday. I gave you the poster. It was saying breaking limitations. And a professional in banking industry took more than 30 minutes telling us how we can do that. He will invite you in another seminar, a follow-up seminar. So if your issue is money, you need to stand the subject of money. Tuliambiwa asubuhi, knowledge and wisdom are very important in breaking limits. Sema amen. So what is the knowledge you need to increase your income? What are you going to do to increase your income? That is where prayer becomes important. That is where consultation with the professionals become important. That is where visitations become important. That is where mentorship becomes important. Bwana Yesu asiwe sana. It is hard work to defeat the devil because it is the devil's will for you to stay in want and in need. But it is God's desire for you to stay in plenty. Bwana asiwe sana. So what are you going to do? He told us in the morning, knowledge is being aware. Now you can see I'm a very good student. I was listening to you. It's being aware, having the information. And he said, a certain information, you can know this is a tomato. And you say this is a tomato. That is knowledge, you know. But wisdom is applying the knowledge for the tomato to be useful to you. And then he says, you apply that knowledge with wisdom so that you can now use the tomato to make a salad. Kuna watu wamelalia information na haiwasaidii. You know you went to school. Hallelujah. Niwa mkono sema Bwana nisaidie. Amen. Once you have taken the step now, the third step, the fourth one I've already said, is seeking information concerning what you want to do. Don't just be mtu tu anaingia kwa vitu. You know, kuna wakati nilifanya hiyo siku moja. I hated my poverty. I hated it. Surely I hated it, poverty. Yani sisi wakati wa Moi, I will never forget. Wakati wa leadership ya Moi tulikula shinda sana. There wasn't much money, I am sorry to say. Kwanza in the 90s, it was so bad, early 90s. Na naangalia, nafanya kazi, na sikuli ya kutosha. I have not enough.
Pastor Dan has 2 degrees. I have 2 degrees. 4 degrees in the house. No food. Sasa hii ni shinda gani? Nikaanza kujiuliza what is wrong with me. Nikaamua one way. Nitauza makaa. Nitauza ndengo. Nimefanya vitu mingi sana katika hii maisha. So, acha nikuambie. I didn't seek information. Nikaanza kuuza makaa. Kwanza kuna makaa na makaa. I couldn't tell which is good quality makaa. So nikabeba makaa 10 bags. Nikaweka hapo. Hii makaa sijui ni ya mti gani. Ni ile iko moto kama ya makaratasi. Alafu my neighbor akakuja akaniambia, if you will make profit na hii makaa, hauwezi kupanga makaa kwa container customer akiwa hapo. Kamuliza kwa nini? Kuna vile inapangwa ndio iwe kidogo umeki profit mingi. Sasa naanza kuuliza, sio ni kundanganya customer? Bwana asifiwe. I was so monopolized in that business. You can be sure it didn't continue. Alafu nikasema nitauza ndengo. Naanza kununua ndengo mbele na kuja nazo. Then I realized kuna mkebe ya kununua na kuna mkebe ya kuuza. Na kuna mtu wa kukuchotea ukinunua na kuna vile unachota ukiuza. Again I was a mono. Hiyo ikaisha hivyo, pesa zikapotea. Luka tuaniba mwambie neighbor, usiwe foolish kama vile pastor alikuwa. Lakini if I went again, I would learn which is a good quality makaa. Ni mti gani? Inatoka wapi? Nitatransport aje? Biashara iko na ukora mwingi. Na unaweza kupoteza wokovu katika biashara. Na nitawaambia what happened. My friend and a pickup. Nikamwambia nimeambiliwa, hata si kuenda kuona makaa. Nimeambiliwa makaa pale. Enda unichukulilie uniletee Blue Valley. Akaenda na sasa na yeye. Lakini wacha niachane na yeye. Lakini wacha niseme. Haikuwa mzuri. Let me tell you. Nilimwambia niletee makaa. He was my colleague in the office. Na ako na pickup. So mimi nataka pickup yake. Mchana karenga saa 6. Ndio anakuja na GK pickup. Imebeba makaa. Ile GK ya kazi kule alikuwa ndio imebeba makaa. Wakati niliona inaingia kwa geti yetu, nilimwambia hebu funga haraka. Wewe kwani ulifanya namna gani? Akaniambia uliniambia utaenda Nairobi. Nilifikiria huko nyumbani nitakuja nimwaga na utajua ni gari gani nimwaga. Kasikia vimpaya. Praise God. Sasa nilikuwa nauliza kama check unit ilikushika, unaingiza makaa kwangu na watu hapa wanajua mimi nimeokoka. Yaani mimi nanunua makaa na gari ya serikali. And it's not allowed. Bwana asifiwe. Lugati waniba mwambie neighbor, hata kama tunapanga, pata information na being guided by the word of God. Usije kuingizwa kwa shetani. Sema amen. Sasa ukishachora, ni nini utafanya? Lugati waniba mwambie leo ni masomo. Utafanya ukiwa na targets. Amen. Tuseme by the end of the year, unataka kuwa umeongeza mshahara wako na 10,000. Amen. Utafanya nini ndio ufike hapo? Kuna wamama wengine ninaona, they are working, yes, lakini in their handbags, they have very high value small things. Like rings, like necklace, like panties,
like whatever. Kwa nini unafanya hivyo? Hiyo hata hiyo nimefanya. Bwana asifiwe. Si tunafanyanga wa mama? Na tuliuza. Na tukalipa school fees. That's how we survived. Praise the Lord. When I talk about getting information, we were so poor when kina team, 2 boys, twin boys, small ones. During my maternity leave is when I learned how to make dresses. And I actually did. Na nikashona nguo na nikapata pesa mingi. Look at your neighbor, mwambie neighbor. Getting out of your current state requires effort, requires handwork, requires perseverance, requires commitment, requires consistency. Sasa mimi nauliza nani atanifundisha kushona nguo? Kuna mama mwingine alikuwa anashona nikaenda kwake na akanifundisha kukata. My business expanded mpaka nikaajiri watu 2. Nakata usiku, naenda kazi mchana, wanashona usiku. Ukati aneba mwambie ukiona mtu amechomoka usifikirie tu ni mwizi kwa sababu ako kwa serikali. Wana siwe sana. Najua watu wengine wanaweka wengine labels. But they are working day and night to get the future they want. Maybe you may have an attitude inasema, why are you working so hard? Hallelujah. No, kuna watu walikuwa wanaambia mume wangu, you are a foolish man. Yani mwingine akamwambia hivi na Kimeru, yani Morome we Kingerero na ukati hiyo nyama ukule. Yani you are in an office which has so much money, aukati wewe ukule na uachili wengine wakule. Sasa wewe utasaidiwa aje? Ndivyo tulikuwa tunaambiwa those days. But Pastor Dan stayed put, not to steal government money. Sema amen. Niwe mkono sema sitaiba. Maana kuna utajiri kona hona na kuna ingine haina hona. Praise be to God. So I am saying you put your targets. Unataka kubadilika aje? Unajua, the other day, I don't know whether you know this, Brother Peter. I was dropping my sister Virginia kwake. Akanipelekea kwa njia kengine kwa sababu during the rains kwao they have an ocean. They have an ocean on the road. You can't drive through. So you have to discover another route. So kwa hiyo route nikakuta haya, kumbe hapa Embu we have a plant ya kuuza ngasi in wholesale. Did you know that? So what I am saying, by the grace of God, get the information that you need and the Lord will bless you. Hallelujah. I'm moving from point A to point B and I am going to expand. Si Mungu atusaidie. Can you write in your notebook what you are going to do now? What are you going to do now? Nakata njasho hapa. What are you going to do to change your situation? Wacheni niwaambie wapendwa. You must knock hard enough to want to do something. Si ni kweli? But if you are comfortable, you will remain in the state you are in. I'm talking about in desire and the future. Nimeona ka clip ka Apostle Njuma. Amesema the way the wife challenged him at 48. At 48 years alikuwa kwa nyumba ya Mokomboro. All those who are 40 years, all those who are 50 years, desire to migrate. Ukakufa leo na ni wewe Brand Anna, watu wako wataenda wapi? Na usiniambie Mungu atawashughulikia. Usiniambie hiyo. Tunajua atawashughulikia, but you are the father. So you must do something. Look at your neighbor, mwambie do something. Na ni mke wake alimuuliza, sasa wewe
Naona miaka imeenda hivi. Kwani ati 60 ndio utajenga nyumba wakati hata hauwezi kupanda stairs? Kuna mshirika wa hii kanisa aliniambia amekuwa so harassed by the landlord. Atanakujanga kanjioni around 7 wakati watu wameingia kwa ile mitaa inajengwa hivi, pande hii ni nyumba, pande hii ni nyumba, anaingia kwa geti yake, after all ni kwake. Alafu anaita jina. Tuseme hii jina ni Tabitha. Tabitha! Wewe hii nyumba nafunga kesho. Yaani anamwambia ongea pole pole please. Namwambia siongei pole pole. Lipa rent ama kesho ni fu. May the Lord deliver us from very rough landlords. So you also deliver yourself. Ama unajiona wewe, unajua hapo ndio nilianza. Kuna vile Mungu anakuita, kuna vile wewe unajiona, na kuna vile watu wanakuita. Si ndio? Ndani ya moyo wako, do you think you can own your own house? Na msiniambie yes, na nimewaambia hivyo miaka mingi, you have to be serious. Mniambie now, pastor, come and dedicate the plot I want to build. Hello? Ama aje mama Viki? Ni sawa hivyo. Inua mkono sema ngaiva hapa. Nisaidie. Ulisaidia Njambezi. Uka expand territories. Na hata mimi naamini unanisaidia. Mama Njambi, wewe unacheka. Tuamisheni Mama Njambi. Tuamishe Mama Njambi. Lakini aliniambia mchoro iko. Na wengine wameniambia hapa. I have true disciples who are moving places. Wema, nangoja. Acha nikutaje, nangoja. Kuna vile najua. Si ndio? Mbogo, tunahama. Luka tuaniba mwambie tuhame. Mr. Karaoke ulimaliza? Nilienda kundendeketi pale anajenga nyumba. We fanya haraka. Uwe unakuja hapa unalilia Mungu. Ukinunua mawe moja unaenda unaweka, si ndio? Wewe Mr. Kamau tulinunua plot many years back. Si tujenge? Kamau ananiangalia anasema Naivasha. Lakini hata kama utaenda Naivasha, sio inaweza Komboradhania. Praise God. That is when your prayers will make sense. And the last step is prayers. Prayers will make sense because those prayers will be targeted. Natoka point A, naenda point B. Oh God, send divine helpers. Amen. Story yetu ya kujenga hii kanisa ilikuwa ni story very interesting. I will tell you another day. I promised Kavindio na nikasahau. Si Mungu awasaidie muishi. You know, even me, there is the point I want to move to another point. Si dio? From this point to the other point. And to move from that point. Kwa sababu I am realizing now, the bodily strength is not like before. Siwezi kuenda kungangana na makaa. Siwezi kuenda kungangana na ndengu. Siwezi kuenda kungangana sijui naenda wapi isipokuwa kuhubiri. Bwana Yesu asiwe sana. But there is a way God is directing me. Amen. To still make money without needing a lot of physical strength. Wewe kama uko nayo, si utumie yako. Praise the Lord. Nilikuwa so serious Mrs. Kaiti. Nilikuwa ninaenda Moi Avenue kusoma designs za nguo. Naenda naona design. Hata tukuwa na kamera ya kupiga picha. Nachora kwa karatasi. Nikiuliza ni pesa gapi? Nikiweka hivi. Naangalia vile imeshonwa. Niende nikate nishone nipeleke Murang'a na nipeleke Embu.
So people laughed because I used to introduce what is not there kwa village. Hallelujah. Kama hujasaidika mpaka hapo, sioni vile nitakusaidia. Situsimame.